hatusemi mwapeleke wapi, waletwe humu, wamjue Mungu kwa ajili ya maslahi ya wokovu wao. Darasa letu ni bure. Tumepata bure na tunatoa bure. Kwa hiyo mchungaji, kama kutakuwa na watu ambao wamependezwa na hii huduma, tunawakaribisha pale Kizota. Utatuambia idadi wako wangapi, tutawaambia siku ya kujifunza, tutajumuika nao, tutawafundisha, na darasa likiwa kubwa kwa ruhusa ya kanisa tutaomba kama tutakuwa tunakuja kujoin hapa, tunaweza kufanya huduma kama hii. Na ninyi uinjilisti uweze mafungu mengi sana ya Biblia yameelezea hicho kitu. Ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu kuwa nini? Kuwa bubu. Bali ni nani? Hawa wameletwa kwa makusudi maalum. Na nani jamani? Na Mungu. Mwalimu Pendo, uongee kidogo kwa sababu nawe ni mwalimu, nisije nikakubagua, kwa ajili ya wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena kanisa. Amen. Kwa binafsi nimefurahi sana kuwa mahali hapa, maana sikutegemea, lakini Mungu alijua ratiba ya leo. Ndio maana tuko mahali hapa. Sisi tulipoanza kujifunza hii lugha, tulikuwa wengi sana, lakini kwa wanaenda wanapungua, hatimaye tukabahatika tukamaliza, na sasa hivi tunao darasa kubwa sana. Kwa hiyo nipende tu kuatia moyo, nimefurahi kuwaona, nipende kuatia moyo mjifunze. Hawa watu ni wengi, hata mitaani huko kwenye madaladala, sehemu mbalimbali tunakutana nao, tunashindwa kufanya nini? Kuwahudumia. Wakati mwingine tunabaki tunacheka. Lakini yeye ukimwona unafanya nini? Unacheka. Badala ya kucheka sasa, hebu njooni tujifunze. Karibuni kanisa la Kizota tujifunze. Tujifunze kabisa ili tuweze kufanya nini? Kuwahudumia. Na wao ni watu pia Mungu aliwapenda. Na wao ni watu pia wanatamani kujumuika na sisi. Tusiwatenge, tusiwaache. Mimi maneno yangu ni hayo tu, kwamba karibuni tuweze kujifunza. Na tukishaweza kujifunza, watakuja wengi kupitia sisi. Mnasemaje watu wa Mungu? Amen. Sisi hatudili na hawa tu, tunadili na watu wote wenye waliotengwa na jamii. Viziwi, viwete, albino, wote hawa. Na sisi tuna siku yetu maalum tarehe 18 mwezi wa 4 tutafanya. Tunawakaribisha kanisa hili, mje huko, tutakuwa nao, tutawaalika. Kama ni albino tutawaalika. Nadhani wote mnashuhudia albino amekuwa bidhaa muhimu sana kwa wagombea wetu. Nakumbuka hata yule waziri mkuu Pinda mstaafu alipoondoka tu Sengerema, siku hiyo ameongea na kukemea haya mambo. Alivyoondoka tu kesho yake albino ameuawa. Hawa watu wanatakiwa waje kwa Mungu. Tunashuhudia jinsi gani wa viwete wanavyosukuma mabarabarani. Wengine wanaingia kwenye viwanja vya mpira, eneo ambalo ni hatarishi, wanasukumwa. Anayemsukuma naye anahitaji alijue neno la Mungu, anahitaji afanye shughuli zingine, anamsukuma kutwa nzima, anampeleka na kumrudisha. Lakini akiletwa ndani ya kanisa, kanisa itamwezesha, atapata kipato, atafunguliwa. Ule ulemavu wake ni thamani, atajua kwamba na kujithamini kwamba na mimi ni binadamu. Sio kule tunawaita wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo ile hali inamuondolea ule uwezo wa kujikubali. Hata kumkubali Mungu, anaona nikienda watanisi, mimi sisikii, mimi kilema, sijui nini wanafanyaje. Tunakutana nao kwenye mabao, wengine wanaenda wanapigwa chupa kwenye viwanja vya mpira, anaingia na bakuli lake, kitu ambacho hakimsaidii chochote. Cha msaada zaidi tuwalete ndani ya Yesu. Ubarikiwe sana. Ya kwangu ni hayo. Nazareti. Pastor, tunashukuru.